ambaye baada ya kutafakari na kuona kwamba nchi hii inahitaji kushughulika kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi and nothing else, amekataa kucompromise na biashara yoyote ile ambayo iko kinyume na mahitaji ya nchi kwa kipindi. Kwa hivyo nilizungumza naye, amekuja hapa ofisini, akasema ninawaona mnachokipigania hilo hitaji la nchi kwa kipindi. Nchi hii hatuwezi kujidanganya. Kwa uzoefu wa chaguzi tulizozipitia, nchi hii na Watanzania wa taifa hili wanahitaji mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ili tuwe na chaguzi zinazoaminika. Watanzania wachague watu wanaoamini kutoka katika asambili. Kwa hivyo naomba nimlete Dr. Kabendera atazungumza kwa uchache yale ambayo ametaka kuzungumza, alafu makamu mwenyekiti atamkabidhi utambulisho rasmi wa kumkaribisha na kuwa mmoja ya wanachama wa vijana katika chama. Na katika mazungumzo yake ameonyesha utayari wa kuyasema. Kwa hiyo hivi punde mtaanza kumuona Eugene Kabendera akiyasema yaliyomjaa moyoni mwake ya kwamba nchi inatakiwa. Karibu sana. Karibu sana. Ndugu wananchi, wanahabari, marafiki na wadau wote, leo ni siku muhimu katika safari yangu ya kisiasa. Ni siku ya kutafakari, kuhitimisha sura moja na kuanza upya kwa matumaini mapya. Naanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa chama kilichotuhudumia huko nyuma. Nashukuru kwa jukwaa walionipa, imani walionionyesha na uzoefu ambao umeunda maisha yangu ya kisiasa. Ninawaheshimu wenzangu wa zamani na misingi tuliyoshirikiana nayo. Hata hivyo, uongozi unahitaji uwazi wa maono na ujasiri wa kutenda kwa misingi. Kadri muda unavyokwenda, nimegundua kuwa mwelekeo wa chama changu cha awali hauendani tena na imani, maono na dhamira nilionayo kwa ajili ya taifa letu na wananchi ninaowapigania. Sikuingia kwenye siasa kwa ajili ya vyeo au hadhi na sifa. Nilijiunga kuhudumu. Na ninapoona misingi ya huduma hiyo inatikiswa na kutikisika na kufifia, na inapokumbwa na maadili ambayo yanatia mashaka makubwa sana kwa umma na dunia nzima, wajibu wangu kuchukua hatua mwafaka. Baada ya mashauriano makubwa na tafakari ya kina, nimeamua kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Huu ni uamuzi, si uamuzi wa urais wala maslahi ya kisiasa. Ni uamuzi uliotokana na mshikamano wa kweli wa misingi ya haki, uwajibikaji, ushirikishwaji na huduma ya kweli kwa wananchi wa Tanzania. Ninaamini Chadema inatoa jukwaa la mabadiliko ya kweli, jukwaa ambalo naweza kuendeleza kupigania ndoto za wananchi wa kawaida, hasa vijana, wanawake na jamii zilizotengwa. Nataka kuwa wazi, uamuzi wangu umekuwa daima na utabaki kwa wananchi. Vyama vya siasa ni vyombo, lakini wananchi ndio kusudi. Nitaendelea kusimama kwa ajili ya uadilifu, maendeleo na mabadiliko chanya ya nchi yetu kwa Watanzania kwa ujumla. Nawaomba wote wanaoamini misingi hii wajiunge nasi, wajiunge na Chadema katika safari hii mpya iliyoingia leo. Tuachane na mgawanyiko na tujitume kujenga taifa ambalo uongozi ni huduma, si maslahi binafsi. Asante.
asanteni sana. Mungu awabariki nyote. Mungu ibariki Chadema. Mungu ibariki Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, naamini mtakubaliana nami kwamba hapa kuna mtu hapa kuna mtu na ametoka Chauma kama nilivyosema, mmoja ya waasisi wa Chauma, amekuwa naibu katibu mkuu wa Chauma, amekuwa msemaji wa Chauma, na kwa maneno yake mnaweza mkaelewa kabisa kwamba ndani ya moyo wake anamaanisha nayo yasema. Ndani ya moyo wake anamaanisha siasa kwake ni utumishi bora, na ndiyo kozi ambayo Chadema kwa kipindi hiki inafanya kwa Tanzania, kuhakikisha kwamba tunasukuma hitaji la nchi kwamba tupate mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi. Kwa hivyo nichukue fursa hii kukaribisha makamu mwenyekiti kumkabidhi mbele ya umma huu kwamba kwa hapo mbele tukamkabidhi katiba kwamba tunaona kwa hapa chama katiba ya chama. Chama kapandishwe sasa nyumbani kwake na sasa. Ndugu waandishi wa habari, kabla sijawapa fursa ya maswali na kabla sijawapa wale maazimio ya kamati kuu ambayo mwenyekiti amesema, ninaomba tupate katika rekodi zetu vizuri kwamba